Nilikaribia kukata tamaa sana wakati nilipokuwa nakabiliwa na madeni makubwa sana mwaka 2014. Yawezekana na wewe pia unapitia kwenye madeni makubwa sana kiasi kwamba unatamani ukimbie huo mji unaoishi, kiasi kwamba unatamani uiache hata familia yako. Ushuhuda unayokwenda kukupa utakusaidia. Mwaka 2014 niliingia kwenye madeni makubwa kweli kweli. Ni kwa sababu tu nilitaka kufanikiwa, nilitaka kupiga hatua kibiashara. Kwa hiyo nikajikuta nakopa kwenye taasisi za kibenki na kopa hata kwa watu binafsi. Mtu mmoja alikuwa anadai milioni 8 na watu wengine siwezi kutaja hata viwango vya pesa vilivyokuwa kinidai. Lakini nikaingia kwenye mgogoro wa kibiashara, biashara ikafa kipindi hicho. Na wakati huo nadaiwa kwenye taasisi za kibenki na nadaiwa na watu binafsi. Nini nifanye? Nilikaribia kukata tamaa na nilikaribia hata kuiacha imani kabisa, nikiona kana kwamba Mungu hawezi kunisaidia. Lakini neno la Bwana likanijia ndani yangu kwamba omba, tafuta Mungu. Nikaamua kumtafuta Mungu, nikaingia kwenye kufunga na kuomba, nikafunga nikaomba, nikafunga nikaomba. Kitu cha ajabu sana, mtu wa Mungu, kilinitokea. Yule mtu alikuwa anadai milioni 8, alinisamehe bure, akaniachia ile kiwango cha deni alichokuwa anadai, akanisamehe na akaniambia nisimlipe kabisa. Na nikajikuta madeni mengine hata kwenye taasisi za kibenki yakiisha kwa namna ya ajabu ambayo siwezi kukueleza kwa muda mfupi. Lakini kilichosababisha yote nini? Neno la Bwana lilokuja ndani yangu kwamba omba. Hata wewe unayepitia kwenye madeni makubwa, hata unayepitia sasa kwenye madeni ya kushangaza, madeni yanayokufanya utamani kukimbia mji wako, kuacha familia, hayo madeni Mungu anaweza kabisa kukulipia, anaweza kabisa kukuondolea utakapoamua kumtafuta. Mtafute Mungu, atakuondoa kwenye utumwa wa madeni. Comment, like, share, subscribe channel hii. Amen.